Wakati mwanamke mmoja aitwaye Anna alikuwa akifanya mazoezi ya kupanda farasi, mdogo wake wa kiume alimuona kwa siri kupitia ufa wa mlango. Lakini Anna aliporudi chumbani kwake alimkuta mdogo wake akiwa amemsubiri kwa wasiwasi mkubwa. Tukio lake la kwanza lilikuwa limemfanya Anna kuvutiwa sana na hisia mpya alizozipata. Hivyo alipomwona babake wa kambo amekaa nyumbani, akaamua mwenyewe kuanzisha mazungumzo naye. Babake wa kambo alitambua haraka nia iliyokuwa nyuma ya maneno yake, na wakati mazungumzo yao yakianza kuwa ya karibu zaidi, mamake Anna akatokea ghafla nyuma yao na kumfanya Anna apate nafasi ya kujiondoa kimya kimya. Baadaye Anna akaingia kwa siri kwenye kabati la mama yake na kuchukua nguo za watu wazima, akazivaa huku akijiandaa kwenda kukutana na mwanaume mzee aliyekuwa amepanga kumuona. Ingawa tayari alikuwa anajua kuwa mwanaume huyu alikuwa na umri mkubwa, alipomwona kwa mara ya kwanza alishtushwa sana na jinsi alivyokuwa mzee kupita kiasi, lakini bado akaamua kubaki. Wakiwa wanafanya yoga pamoja, ghafla moyo wa mzee huyo ukasimama kutokana na mazoezi makali, lakini Anna hakupaniki hata kidogo. Akaondoka eneo lile kimya kimya na kwenda kukutana na mwanaume mwingine mtu mzima. Mwanaume huyu alivutiwa sana na mavazi aliyokuwa amevaa Anna, na mara moja wakaingia pamoja kwenye elevator. Lakini kwa sababu Anna alikuwa tayari amebadilisha tena nguo zake za kawaida, mwanaume huyu alipoteza hamu kabisa na kwa hasira akamtaka amlipe $200. Ili kupata pesa hizo, Anna akatoa simu yake na kuanza kutuma ujumbe hovyo kwa watu wasiowajua. Muda mfupi baadaye dereva mmoja akajitolea kumlipia kiasi hicho, lakini muda wote aliendelea kumdilaki Anna kwa maneno ya kejeli. Hapo ndipo Anna akagundua kuwa anatamani kupata boyfriend wa kawaida na kuolewa maisha ya kawaida. Lakini baada ya kuishi na mwanaume mmoja kwa siku 3 tu, alichoshwa kabisa na tabia zake za kitoto na ukosefu wa ukomavu. Kwa hasira akatoa simu kadi yake, na mara tu alipoiweka tena kwenye simu yake, ujumbe usiohesabika ukaanza kuingia mfululizo, huku Anna akibaki ameduaa.